Kuna kipindi nilikuwa nasomaga sehemu fulani hivi. Sasa wakati nasoma nilikuwa na rafiki yangu mmoja hivi nilikuwa nampenda sana. Yaani nilikuwa na rafiki yangu yani kindakindaki kiasi kwamba yani ukiniulizia mimi basi unaye umempata. Ukimpata yeye basi na mimi umenipata. Sasa urafiki yangu kuna siku moja nilimwambiaga hivi. Yani kuna mdada mwingine alikuwa na yeye tunasoma naye lakini alikuwa anasoma course nyingine. Kwa nikamwambia, yani huyu mdada mimi huwaga nampenda, yani kumpenda ile unajua kuna watu unakuta wana roho nzuri, yani the way anaongea na watu, the way anaishi na watu vizuri. Kwa mimi nikawaga tu nampenda nikimwona namfurahia yani. No reason, yani inatokea tu. Najua ni kitu ambacho ni kawaida. Inatokea yani kuna watu ukiwaona unawafurahia tu, yani hata kama wasipofanya kitu yani unawafurahia tu yani inatokea. So nikawaga ninampendaga huyo mdada nikawa nimwambia rafiki yangu siku ni yule mdada mimi nampenda, anavyo behave, anavyoongea na watu, anavyo nini. Akaniambia, hata na yeye kuna siku alishai kuniambia kwamba ni mtu ambaye anakufurahia. Nikamwambia kweli? Akaniambia kuna siku nilikuwa nimekuposti, akawa amenionyesha ile posti. Sasa unajua kwenye WhatsApp, mtu kama akiwa amereply kwenye status yako au akiwa amereply kwenye text ambayo umemtumia, si pale chini vile maandishi vinakuwa vinaonekana. Unaona? Kwa nikaona kule dada alikuwa amecomment yani I like this girl sijui na nini anaonekana hivyo nini akawa ongea pale. Rafiki yangu akamjibu don't judge a book by its cover. Lakini wakati ananipa mimi nione akawa ameifuta. Lakini sasa kwa bahati mbaya alikuwa amereply kwenye ile text ya yule mtu. Kwa hiyo pale chini maandishi yakawa yanaonekana. Umeona? Imagine mtu ambaye unaishi naye vizuri kabisa yani unaishi naye kwa upendo yani unaishi naye fresh afu siku anakuja kutoa comment kama hiyo kwa mtu mwingine. It hurts. Na mimi nikafikiria the way nilivyokuwa naishi naye yule rafiki yangu. Nilikuwa naishi naye vizuri yani kama ndugu yangu lakini tangia siku ile nikawa namuona kwa picha tofauti. Sikumwambia wala sikumfuata nikamconfront au nikafanya no, nikajua tu ni Mungu amenionyesha kwamba huyu ni mtu wa aina gani. So kwenye maisha by the way sikuwahi kumjudge wala sikuwahi kumchukulia vibaya. Naishi naye vizuri mpaka kesho. Lakini nilijua nafasi yake kwangu haiwezi kuwa the same na kabla mimi sijaona ule ukweli wake. Yani kabla ya kuona ule ukweli wake, mimi nilikuwa namchukulia tofauti. Lakini baada ya kuona kwamba ni mtu ambaye anaweza akaniongelea vibaya nyuma yangu. Nitaishi naye vizuri, lakini nitamchukulia tofauti. Yani lazima kuna kitu kinabadilika. Kwa hata wewe, kuna watu ambao utakuwa unawapenda, unawajali, unawathamini, lakini kuna vitu wakivifanya. You have to love them from far. Yani love them from it. Yani nakupenda lakini kaa kule. So ili usiendelee kuumia kwa sababu haya ni maisha.